Yeah.
tunakushukuru kwa neema yako, tunakushukuru hata kwa nafasi imekuja kuwa pamoja nasi sawasawa na ahadi yako. Wakati wa kusikiliza neno lako, kujifunza kutoka kwako, kwa sababu ulituambia tujifunze kutoka kwako, kwa sababu wewe ni mpole. Sasa tunaomba utatusaidia na sisi tuwe wapole kama wewe na watiifu kama wewe katika jinsi ambavyo tutabeba hili neno lako. Kwa jina la Yesu tumeomba. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ni siku ingine njema Bwana ametupa, ametujalia. Kwa sababu kila siku tunapoona siku mpya huwa tumejaliwa. Kuna wengine wanasema tutafanya, tutaenda mwezi fulani, lakini tukaambiwa sisi ambao ni wa imani tunaomba tu tupewe siku hiyo, na tunashukuru kwa hiyo siku, kwa sababu tunaambiwa siku moja iko na uovu wa kutosha ndani yake. Kwa hiyo tutosheleke katika hiyo siku na uovu ulioko katika hiyo siku. Sasa tunaendelea na funzo letu kuhusu uraia. Funzo la pili ama uraia, sehemu ya kwa uraia wetu. Tuliambiwa ya kwamba sisi ni watu ambao ni raia wa mahali fulani, na tukajua ya kwamba sisi si wa raia wa huku, sisi ni raia wa mbinguni. Huku ni wapita njia. Najua ulisikia wimbo ulikuwa unasema, mtu anaimba anasema si kitu, mimi ni mpita njia. Unakumbuka wimbo kama huo? Yaani sisi tukijua hivyo, nafikiri yule mtu akimba wimbo alikuwa anasema mambo ya hapa yasiruhusu yatusumbue, kwa sababu si kitu, sisi ni wapita njia. Sasa tukaanza wiki iliyopita kujifunza kuhusu uraia, na tukaambiwa huu uraia wetu ni uraia tofauti na ule uraia ambao mimi niko nao kama Mkenya. Sasa nikiingia hapa niambiwe jitambulishe kama wewe ni Mkenya, niko na kitambulisho. Kiko hapo kitambulisho changu, inasema huyu ni raia wa Kenya. Lakini nikiwa raia wa Kenya, ina maana kuna majukumu fulani ambayo ni yangu kama raia wa Kenya. Na pia basi hata sisi tunajua huo uraia ambao tunao, tuna majukumu fulani. Na ni uraia wa ajabu, kwa sababu hata Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo alipokuwa akizungumza na Pilato, akamuuliza, wewe ni mfalme? Akasema, wewe umesema. Kwa hivyo wewe ni mfalme? Akasema, ndio, mimi ni mfalme, lakini mfalme wangu si wa hapa duniani. Ufalme wangu ni wa mbinguni. Ufalme wangu ni wa kusimamia ukweli na haki. Pilato akamuuliza, ukweli ni nini? Lakini nafikiri aliogopa aambiwe ukweli ni nini, kwa sababu tunaambiwa mara moja alipouliza hilo swali alifanya nini? Alitoka kabla ajibiwe. Na baada ya kusema huyu mtu amekusema ndio ni mfalme lakini si wa huku, basi sioni akiwa na makosa akisema ni mfalme. Amesema, sababu hata Yesu alisema kama ufalme wangu ungekuwa hapa duniani, wanaitwa ni wafuasi wangu wangekuwa wakipigana nisishikwe. Lakini unaona hawapigani kwa sababu wanajua ufalme wangu si wa hapa. Basi ni muhimu sana sisi kila mara tuwe tumeshikilia hivyo, tunajua ya kwamba uraia wetu si wa hapa tunapita. Kwa hivyo mambo ya hapa yasitusumbue sana, na tusiige mitindo ya hapa, kwa sababu tuliambiwa ya kwamba ni lazima turuhusu Roho wa Mungu katika Warumi 12 awe kila siku anatubadilisha. Anafanya upya akili zetu, anafanya upya mawazo yetu. Si yale mawazo tulikuwa nayo tukiokoka, lakini vile tunaendelea kumfuata Yesu Kristo na yeye Roho wake akiwa ndani yetu anatufanya upya, kwa sababu anazungumza nasi siku baada ya siku.
Nafikiri wadani leo sio nafikiri, sivyo ulikuwa unafikiri wiki iliyopita. Kuna mambo mmekutana na Roho wa Mungu amekuonyesha. Kuna kitu umesikia na ukakitafsiri katika upya wa maisha wa akili. Hivyo ndivyo tunapaswa. Wiki iliyopita nikatoa mfano huko Sabasaba ya vile kulikuwa na nini? Kulikuwa na mazishi. Sasa si wakati mazishi tulikuwa tunaongea mambo ya uraia, ya kwamba hapa duniani, sijui mmesikia neno linaitwa raia wa kawaida. Unajua wanasema ati raia wa kawaida. Na nikauza raia wa kawaida anafanana aje? Ana mke, ana watoto wangapi, anaishi nyumba inafananaje? Mambo kama hayo. Na inakuwa ni vigumu kwa barua na kueleza raia wa kawaida. Lakini sisi tunajua kama huna usemi fulani na uvuto fulani katika nchi, wewe unahesabiwa kuwa raia wa kawaida. Hata watu wajali. Hata juzi nikasikia gavana mmoja amesema, alikuwa gavana wa mapema wa Meru, akasema ati lazima Meru kujengwe nini inaitwa airstrip, mahali ndege wanaweza wakatua, ili viongozi waweze wakiwa wagonjwa wanakuja kuchukuliwa na ndege. Nani? Viongozi. Lakini serikali ijenge uwanja wa ndege wa kusaidia nani? Viongozi, si raia. Hakusema ili mwananchi akiwa na shida ndege inaweza kukuja na ichukue mara moja. Kwa hivyo raia, na kuna uraia aina mbili, lakini katika ufalme wa Mungu Yesu Kristo akituangalia na kuona sisi tukiwa sawa na tukiwa na uwezo sawa na tukiwa na matarajio sawa. Tunakumbuka ule mfano Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo alitoa kwa wale watumishi walitoa talanta, ati kila mtu na uwezo wake. Kwa hivyo ule wa kwanza alipewa ngapi? 5. Mwingine akapewa ngapi? Na mwingine 1. Ati kila mtu kulingana na uwezo wake. Na ule mmoja hakutarajiwa na yeye awe amezalisha 5, kwa sababu uwezo wake alipopimwa ulikuwa hivi. Lakini kama ule mmoja na yeye pia angezalisha 1, ule wa 3 wazalishe 3, ule wa 5 wazalishe 5, wote wangehesabiwa kila mtu amefanya na watalipwa sawa sawa. Hawataambiwa wewe ulileta zaidi. Hapana. Tukijua hivyo, basi tunakuwa waaminifu katika yale tunafanya na vile tunazingatia ushuhuda huu wa Yesu Kristo ambao tunatoa. Na tukaona ya kwamba kuna watu wana uongo mwingi. Katika wiki iliyopita tulifundisha hivyo, wanakuja na wanapotosha watu, na wapotoshi sawa na kuna mambo ya huko nje, wanapotosha tu na haya maandiko. Maandiko yameandikwa hivi hivi, na tukaonya kwamba siku za mwisho kuna watu watakuja, na tukaambiwa siku za mwisho si hizi tuko, hata mbeleni zilikuwa siku za mwisho, kwa sababu kuna watu walipotoshwa na wakapotezwa na mafundisho ambayo sio sahihi. Leo sasa tunamkuta huyu mtume Paulo akiendelea kutueleza raia huyu ni raia aina gani, ni mambo gani. Tukaambiwa wiki iliyopita mambo ya huyo raia, yale atasema ati ni raia mwema. Nakumbuka siku moja nilikuwa nasafiri, sasa nikafika airport, sinatoa passport. Ule askari si askari, yule watu wa uhamiaji akaangalia passport yangu. Kauza, raia wewe Mwiruri? Wewe ni Mkikuyu? Ndio. Akaniuliza, wewe Mkikuyu mzuri ama Mkikuyu mbaya? Wajua, wewe ungejibu aje? Wewe Mkikuyu mzuri ama Mkikuyu mbaya? Kabla ya kumjibu, kuna Mkikuyu mbaya au mzuri? Sasa si ndio hiyo. Nikajua hao watu ni watu
si ana nguvu za kunitesa na kunihangaisha. Nikasema mimi ni Mkikuyu mzuri. Lakini kama ningekuwa na simu, kama mimi raia wa kawaida, kama singekuwa raia wa kawaida, ningemuuliza, mbona unaniuliza swali la upuzi hivi? Kazi yako ni kuangalia watu wazuri na wabaya. Siuangalie hiyo passport yangu uone kama ni halisi. Siuangalie huko naenda kama niko na visa. Lakini wajua ukani wa kawaida ukimwambia hivyo atakwambia, kwa wewe unanyeta haya, ngoja achukue passport yako apeleke huko. Si ndio? Aendelee, wewe ngoja. Mkubwa anaangalia, sitakaa tu hapo. Ndege itakungojea. Kwa hivyo anaweza kukuhangaisha. Lakini tukiwa raia wazuri, sisi tunajua uraia wetu vile tutapaswa kukaa. Na hakuna mahali mtu ataulizwa. Siku moja tu ndio tutaulizwa. Kwa sababu watu wote, raia wote watasimama. Wale wamefuzu kuwa raia. Si tunaambiwa mlango wa kwanza ni majina yanaangaliwa. Unaambiwa jina lako halikoenda. Na mtu atafikia kuwa raia anasema mimi nilikuwa mhubiri, nilikemea pepo, niliponya, nilifanya, si hata tulihubiri na wewe. Ni Bwana na Mwokozi wetu Kristo anasema, hata tu akasema mimi sikufanyi nini? Sikujui. Kwa hivyo siku ya leo uraia wetu ni uraia ambao kila mtu ana nafasi sawa. Mungu akituangalia na tuangalia sawa. Basi ni mambo gani ambayo yanaambatana tunaendelea? 13 mpaka 14. 3:13 na 14. Ni mistari mifupi. Tutamaliza. Ndugu, sijidhani nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika, ila natenda neno moja tu, nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiyatutumilia yaliyo mbele. Ndugu, 14. Nakaza mwendo, nifikirie mbele ya dawamu ya mwisho mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Ya kwamba kitu cha kwanza raia wa huko anasahau. Ati anasahau yale yako wapi? Nyuma. Alisema ya kwamba najihesabu kwamba tayari nimekwisha kufika. Ati nina ushuhuda, nimeokoka, sijafika. Bado niko nini? Safarini. Kwa sababu kuna shabaha ambayo iko mbele. Kuna ile kwa Kiswahili kingine inaitwa mede. Kuna mahali watu wanafika. Na hiyo ndio mimi na kazi ya mwendo. Tusahau yaliyopita. Si Waswahili walisema yaliyopita si ndwele, wahenga. Yaliyopita si ndwele, tufanye nini? Tuyasahau. Lakini yaliyomo na yajayo tuyagange. Kwa hivyo hiyo ndio sasa tukiwa waraia, kazi yetu ni kuganga yale tunayo na yale tunaona yakiwa mbele yetu. Akasema ya kwamba kuifikia hiyo mbele yake ni ile ambayo kila mtu ana yake. Si tumeona wanariadha wakikimbia? Si tunaona watu wanakimbia kama ni mbia moto, si wanakimbia wote. Lakini sasa yetu ukiwa ni 100 unakimbia peke yako. Kwa sababu kila mtu ana mbio yake, kila mtu ana safari yake. Na mtu akijua safari yake, wewe unafuata lengo lako. Mimi nafuata langu. Si la Wajuma, si ya mtu mwingine. Sitaki niwe kama mtu mwingine kwa sababu huyo mtu si labda amepewa dini zake 3. Amepewa 5 talanta zake na mimi zangu ni 3. Kwa hivyo nikiwa na zangu 3 na sahau yaliyopita, naenda mbele nizalishe hizo zangu. Kwa hivyo anasema anazingatia jambo moja tu. Kwa Biblia hapo amesema jambo moja tu. Ya kwamba
kusahau maisha yake yaliyopita na kujinyosha kuelekea yaliyo mbele, kuzingatia yaliyo mbele, kwa sababu yaliyo mbele ndiyo yataamua, si yale yaliyopita. Yaliyopita wengine tulikuwa wabaya sana, hata tukiangalia kuna mambo hatuwezi kusimama hapa tuambie watu vile tulikuwa tunafanya. Nakumbuka waongofu wa mbeleni alikuwa anasimama hapa na anasema vile alifanya, nilifanya. Mama mmoja alikuwa mchungaji, siku moja tukiongea akaniambia vile aliokoka kwa msichana mdogo. Kwa hivyo anasema mimi vile tu alisikia wadana akitoa ushuhuda na mama mwingine akitoa naye anatoa. Mie yaani mambo mengi ambayo hakufanya. Lakini hata kama mtu amefanya hayo, hiyo unasahau. Unaangalia mbele, ndio kuna maana. Huko tumetoka, hata si kutoka tumetoka, tumetolewa. Basi ni kuelekea aliyo mbele. Anasema ati anaendelea kusonga mbele, akilenga shabaha ili apokee thawabu. Ati ya kwamba nikimaliza nitapokea thawabu. Kuna kitu nitapata. Si bure, kama vile wanariadha wanakimbia kijua mimi nikifika pale. Nakumbuka mtu mmoja juzi anaitwa Sawe, alikimbia marathon, akavunja rekodi. Akakimbia chini ya masaa mawili. Na ikahesabika amefanya. Sasa kwa sababu alikaza mwendo. Na nafikiri alipimwa hata zaidi ya watu wote ambao wamepimwa. Kama anatumia madawa hii ya kusisimua misuli. Hapa kwa mbio yetu hakuna hiyo madawa. Kwa hivyo anasema ni kusonga mbele akilenga shabaha ili apokee thawabu ya mwito mkuu. Ya kwamba huu mwito tunao ni mkuu. Na lazima tuelewe hivi. Tusipoelewa ukuu wa huu mwito wetu, tutavutiwa na mambo mengi ambayo tunakutana nayo. Tutakosa kulenga shabaha. Kwa hivyo tujue kile tumeitiwa ni bora zaidi, ni kikubwa zaidi, kwa sababu tunaambiwa ni thawabu ya Bwana Mungu katika Kristo Yesu. Ya kwamba mtapata thawabu ya sababu ya Bwana Mungu kumtuma Kristo Yesu kuja kuokoa. Amen. Kutoka 4:12 inatuambia, basi sasa enenda nami nitakuwa pamoja na kinywa chako na kukufundisha utakalo linena. Ni maneno ya Bwana Mungu kwa Musa. Akamwambia wewe enda, ni mimi nitakuwa na wewe. Hata maneno mimi nitakupa maneno na nitakufundisha. Si ni mwalimu wa ajabu kama Mungu ndiye mwalimu wenu. Kiangalia shule tunakumbuka walimu tulikuwa nao. Wengine walikuwa si wazuri, wengine walikuwa wazuri. Wengine mpaka leo tunakumbuka. Kama jana hata nikakumbuka mmoja vile alikuwa anatuambia. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa mwalimu mzuri. Bwana Mungu yuko pamoja nasi, atatufundisha mambo ya kunena. Tusiogope. Sisi tufanye nini? Ni kwenda tukijua ya kwamba Mungu yuko pamoja nasi. Na Yohana 20:21 inasema, basi Yesu akawaambia tena, amani iwe kwenu. Kama Baba alivyonituma mimi, nami nawapeleka ninyi. Vile Yesu Kristo alitumwa, na yeye akatutuma. Basi kama Yesu Kristo alifanya kazi nzuri, na kweli tunaona mfano wake, na sisi tutafute hiyo. Kama ni bidii, tutafute fanya kazi kwa bidii vile Yesu Kristo alifanya. Mara kadhaa tunasikia Yesu Kristo amechoka. Na wakina Petro, umesikia mahali ati Petro wanafunzi walikuwa wamechoka? Hapana, kwa sababu yeye walikuwa wakimaliza kuhubiri, wanaenda nyumbani, wanakula, lakini anaondoka anaenda kuomba. Anakuja asubuhi kuwakuta. Kwa hivyo alikuwa anachoka. Akasema sasa vile mimi nilitumwa na watumwa. Ukijua hivyo, mambo mengi hayatatusumbua kwa sababu tutajua tumetumwa. Jambo la pili,
15 na 16 kuna kitu kinaitwa mtizamo. Tuwe na mtizamo aina gani? Tuangalie mambo namna gani? 15 na 16 tafadhali. Basi sisi tulio wakamilifu na tuanze hao, na hata mkiwaza mengine katika jambo lolote, Mungu atawafunulia hilo nalo. Lakini hapa 16, lakini hapo tulipofika na tuenende katika lilo hilo. Ikiwa na nia moja. Sasa mtizamo. Basi kama tumeelewa hivyo ya kwamba mbele yetu kuna thawabu na mbele yetu sio thawabu, kuna kazi. Thawabu tunaiweka nyuma kidogo, tunaangalia ile kazi iko, kwa sababu thawabu inategemea kazi yetu. Tunaambiwa ya kwamba tuwe basi na fikira hii, na tunaambiwa nyinyi mlio nini? Wakamilifu. Na kusema ukamilifu, hata baadaye yeye mwenyewe alisema hajakamilika. Ukamilifu si mahali tunafika. Ukamilifu ni vile siku baada ya siku tunaishi. Huo ndio ukamilifu ambao Mungu anataka, ya kwamba yale nimejifundisha leo najenga juu yake, naendelea. Huo ndio ukamilifu ambao tunatafutiwa. Si ukamilifu huo ya kwamba hatutakosa, hakuna wakati tutaongea vibaya, hakuna wakati tutakwaza mtu. Hapana. Ikiwa duniani na tukiwa katika hii mwili, tutakuwa kikwazo wakati mwingine. Lakini katika Yohana tunaambiwa katika waraka wa Yohana wa kwanza ya kwamba wakati tumekosea, tunaye yule anatutetea, Yesu Kristo. Naye ni mwaminifu na ukweli, na tukienda kwake wakati wowote anatusamehe. Kwa hivyo si ukamilifu huo tunaambiwa. Huu ukamilifu ambao tunaambiwa ni kukomaa kwetu. Vile mtu akiokoka mara ya kwanza, utakuta anasumbuana na mambo mengi na anasumbuliwa na mambo mengi, lakini ni kama mtoto tu vile akianza kutembea. Kama huyu Dave ana watoto wadogo, sasa mmoja anakuja nao kanisani, mmoja ameanza kutembea, akijishikilia anaenda, lakini bado hajaanza kukimbia. Sisi basi hivyo ndivyo tunakuwa katika maisha yetu ya kiroho, na ndio tunajenga kutoka hapo, tunaenda mbele. Tunaambiwa basi mtu aliyekomaa basi awe na mawazo tofauti, si yale ya zamani, lakini Bwana Mungu atamfunulia ukweli huo. Ukiwa kuna tatizo unakutana nalo, Mungu anakufunulia, anakusaidia. Kwa sababu ni kweli safari ni ngumu na safari ina changamoto zake, lakini Mungu anatembea pamoja nasi. Kwa hivyo anatusaidia, anatufunulia. Na basi tunaambiwa basi ni lazima tuendelee kujenga juu ya kiwango tulichokwisha kukifikia. Mahali umefikia, unajenga kutoka hapo. Naona hapa kuna mafundi. Nyumba ukijenga mahali umeacha leo, si kesho ndio unaendelea. Urudi tena huko, au tuanze kupima. Hiyo tayari umepima na ukapima kabisa na ikakuwa iko sawa, iko sambamba, iko imenyoka. Sasa mahali umeanza, na hiyo ndio hata wokovu wetu. Mahali tumefika, tunajenga kutoka kwa huo ujuzi. Haturudi tena kwa hii ile ya kwanza. Useme hapo, urudi hapo, wadani useme na hiyo ukuta nimejenga vizuri. Unasimama hivi. Unasimama hivyo, na mimi ni tajiri wako, na kuona wewe kazi yako kuja ni kuangalia ile umefanya. Sitakuja nikuulize mzee iko tatizo. Hapana, uniambia hapana. Ni naangalia hii kazi vile nimejenga vizuri. Hapana, hiyo ndio tunaambiwa mpaka hapa. Na katika nafikiri Samueli wa kwanza kuna mahali walifika wakasema ati mpaka hapa Mungu amefanya nini? Ametusaidia. Wakajenga jiwe la ukumbusho. Ati mpaka hapa Mungu amefanya nini?
wakasema ni Ebenezeri, Mungu ametusaidia. Basi mpaka mbali Mungu ametuwafikisha, tunafanya nini? Tunasonga mbele kutokana na huo ujuzi, na tunaambiwa ya kwamba tutembee basi kwa hizo kanuni ambazo zimetufikisha hapo. Yaani tumejifundisha tusisahau, kwa sababu tukisahau tutajikuta tena tumeingia kwa mambo yale tulikuwa tunasumbuana nayo kabla hatujaokoka. Na tukisahau pia itakuwa rahisi, na kwa urahisi sana watu wanapumbazwa na mambo yale wanaona. Ukisikia kama leo umsikie Gakoyo kuko na nabii, unaona watu wote wanataka kwenda kwa na nabii. Ukisikia vile anakuambia, atakwambia unajua nini, si wewe anakuuliza tatizo lako, anaomba anakwambia hapo kwenu kuna mama fulani anafanana hivi, ukifunga macho huyo mama utamuona. Kuna bwana mmoja anafanana hivi. Niwaambia watu vile, niliona bwana mmoja kwa TV na wako na nabii. Akaambia mimi naona mtu mmoja mfupi mnene. Huyo bwana akasema ni baba yangu mdogo huyo. Akaambia huyo ndiye anakukula. Sasa akikwambia huyo ndiye anakukula, alafu umefaidika nini? Tutembee kulingana na zile kanuni. Vile tuliokoka na tukawa ule alituokoa ana nguvu za kutosha. Amen. Kutoka 14:15 Bwana Mungu akamwambia Musa, mbona unanililia mimi? Waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Wamefika mahali wamekutana na nini? Na ziwa. Watufanye nini? Wanaanza kumlilia, naye Musa anaenda kulilia Mungu. Sababu si watu ni wale wakiona matatizo, wewe ulituambia, si ndio? Akauliza, unanililia nini? Waambie wafanye nini? Wasonge mbele, waende mbele. Basi tuende mbele. Mali tuko tusisimame, kwa sababu nimekutana na tatizo fulani. Sasa nianze kutafuta manabii, nianze kutafuta mtu fulani ana upako. Nasikia watu wakisema mafuta, huyo kweli huyo ndiye ana mafuta. Hakuna mtu atakuwa na mafuta zaidi ya Roho Mtakatifu yule yuko ndani yako, kama yuko ndani yako. Amen. Luka 9:51 inasema, ikawa siku ya kupaa kwake ilipokuwa karibu kutimia, yeye aliukaza uso wake kwenda Yerusalemu. Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo alijua siku zake ziko karibu, na alijua Yerusalemu nini atapata. Nini ilikuwa inamngoja Yerusalemu? Msalaba, si ndio? Lakini alijua nilikuja kwa hiyo sababu. Hata wakati anasumbuka na kama mwanadamu alichukua mwili wetu, kwa hivyo alikuwa na mashaka. Lakini katika mashaka yake akajiuliza, sasa Baba, kikombe ambacho umenipa nitakosa kukinywea? Lazima nikinywee. Yale tunapitia ni yetu na Mungu yuko pamoja nasi. Lakini uzuri kuna ujuzi. Mungu akuchukui tu na anakupa kitu, anaanza pamoja. Si hata Musa alipoanza naye, Musa alikuwa na nini? Si fimbo tu ndio alikuwa nayo. Akaambia hiyo fimbo hiyo ndio itaangusha Misri. Hiyo fimbo. Na ikakuwa hivyo. Kwa hivyo tusifike mahali pa kuogopa, kukata tamaa, kuangalia nyuma. So walikuwa wanaongea mambo ya malaika walikuwa wanakula. Wajuma kweli walikuwa wanakula malaika. Hao watu wanasema walikuwa wanakula nyama kule. Ni uongo. Ni uongo. Si walikuwa wanalilia Mungu. Na Mungu mwenyewe. Sasa tutasikia ushuhuda wa nani? Wao ama wa Mungu? Kwa sababu Mungu anasema, nimesikia kilio, sio aliambia Musa. Nimesikia kilio cha watu wangu. Na hao watu wanakula nyama tu. Kwa nyungu wanachemsha nyama na nyungu na malenge na vitunguu na vizuri. Hakuna, walikuwa na shida. Lakini sasa wanasema hata afadhali huko.
Jambo la tatu, 17 mpaka 19, kuna kitu kinaitwa maadui. Maadui ni mtu akutakii mema, si ndio? Tutaona haya ni maadui aina gani. Ndugu zangu, mnifuate mimi, mkawatazame wao waendao kwa kufuata mfano uliowapa mimi. 18. Maana wengi huenenda ambao nimewaambieni mara nyingi habari zao, na sasa nawaambia hata kwa machozi kuwa ni adui za msalaba wa Kristo. 19. Mwisho wao ni uharibifu, Mungu wao ni tumbo, utukufu wao u katika fedha yao, waniao mambo ya duniani. Sasa tunaambiwa kuhusu ati kuna maadui, na hao maadui hawako huko nje, ati tuko pamoja nawe, na tumeambiwa ya kwamba kwanza anajitoa yeye kama mfano wa kuigwa, ya kwamba vile nafanya mfanye nini? Vile naongea muongee kama mimi, vile mliona nikifanya mfanye hivyo. Na pia sio mimi peke yake, hachukui sifa ati mimi ni mimi, na wengine ambao mumeona wakiwa na mienendo mizuri muifuate. Unaambiwa nini? Hebu tuwe kielelezo tunapoongea, tunapofanya mambo yetu yawe ni kielelezo ya kwamba ni mambo tunafanya tukiambatana na kanuni hizo tumeambiwa tulizojifunza za Yesu, ya kwamba tukiongea tunaongea kama Yesu, kwa sababu tumeambiwa yeye alikuwa mfano, na anasema kuna maadui wanaitwa maadui wa nini? Wa msalaba. Tuna huu msalaba hapo unatukumbusha nini? Ya kwamba ukiangalia msalaba wa Adamu unakumbuka nini? Au unafanya ufikiri nini? Na kifo kilikuwa cha nini? Basi ukiangalia msalaba unakukumbusha huna deni. Deni yako imelipwa, umesamehewa. Lakini tunaambiwa hapa kuna watu tutatembea nao, lakini ni maadui wa nini? Wa msalaba huu. Yale msalaba huu alisimamia na anasimamia mpaka leo ni maadui. Kwa sababu tumeambiwa kwa nini? Hao ni maadui wa msalaba wa Yesu Kristo. Ati mwisho wao ni uharibifu, kwa maana Mungu wao ni nini? Wajua, ni tumbo. Kila mtu ana tumbo, si ndio? Lakini ni tumbo la mtu linaweza kuwa ndio Mungu wake. Ati mawazo yote yako katika tumbo. Kula, ulafi. Tumbo ni maana yake ni nini? Ni ulafi. Wanapenda sana mali iko chakula. Na hii chakula baadaye inaisha, si ndio? Tuliambiwa kwamba kuna siku itafika chakula na tumbo zote zitafanya nini? Zitaharibiwa, zitakwisha. Lakini siku ya leo ukisikia, na ni jambo la kusikitisha, si mnaangaliaga televisheni, ni nini? Pesa tu, si ndio? Mtoto wako amepotea, haya madhabahu yatasimamia. Na kama ungemuuliza ni wapi imeandikwa ati wewe upewe pesa ndio hizo pesa zisimamie, mbona watu wamesumbuliwa hivyo na pesa? Pesa zinasumbua watu wengi. Pesa ni mzuri, si ndio? Lakini tunaambiwa pesa anakuwa ni kama moto. Si moto ni mzuri?
lakini moto ni mzuri wakati unatawala moto. Lakini wakati moto hautawaliki, inakuwa ni kuharibifu. Sasa tunajua kuna maadui kama hao, ya kwamba mambo yote wakiongea ni pesa. Na ukiangalia wahubiri wengi ndio hiyo tu wanasema, kama una nini utume, mtoto wako amefanya, unataka unabii. Nilisikia mmoja alikuwa anatumiwa 150 akwambie unabii. Sasa mimi ukiniambia unabii umenisaidia nini? Ukiniambia wewe, si anajua hata kama sio najua. Mungu amesema uko na shida. Leo kuna mtu atasema mimi sina shida yoyote. Si hata kuna bwana mmoja alifikiri hana shida. Alipoangalia shamba lake, alikuwa nafikiri alikuwa mkulima maarufu kama wa Juma. Wakati anaangalia shamba lake zaidi hapo, anaangalia, anaona nyanya, anaona vitunguu, anaona, akasema sasa hata hii hata siwezi nikaenda, acha niende nibomoe gari. Usiku huo ndio alikuja akaambia, bwana, roho yako ina nini? Inatakikana. Kwa hivyo hata haya mambo ambayo tunafuata sana kwa bidii, tujue ni hapa. Na tunaongea mambo ya raia wa mawapi wa kwingine ule ambao tunaenda. Si tunaimba kila siku. Sijasikia siku tumekuja kanisani tukakosa kuimba habari ya huko. Si tunaimba, tunasema ati hapo kuna Getuamba. Ati mahali pazuri kwa watu kufanya nini? Kupumzika. Lakini sisi tunataka tupumzike hapa. Tunataka pesa ziingie ndio tukule nyama, tuvae vizuri kabisa, tuendeshe magari. Badala ya kuangalia ni nini muhimu kujenga. Kujenga ni ile kazi umepewa. Jenga vizuri. Alafu siku inakuja ya malipo. Hapo tumeambiwa ati utukufu wao uko katika aibu yao. Ya kwamba utukufu ule unaona nao sasa wakishindana gari ile mtu anaenda. Nikasikia mhubiri mmoja alikuwa anasema, mimi mkiniona hivi nimevaa iko 250. Iko 2050 hivi mmenivaa kutoka kwa kiatu. Uangalie saa hii yangu, uangalie hii suti. Ati alikuwa anasema hivi. Sasa hiyo inamsaidia nini baadaye? Si ataiacha? Ama umesikia mtu hata akizikwa na ile mzuri kabisa. Si unaona siku hizi watu wao wakizikwa mpaka inakorogewa, si ndio? Kwa sababu watu wataenda kuchukua hiyo suti na hivyo viatu. Kwa hivyo mambo ya tumbo tuache, tufikiri milele na amen. Funzo liko katika Yeremia 23:11 inasema, maana nabii na kuhani wote wawili wanakufuru. Unajua kukufuru ni kufanya nini? Ni kuharibu jina la Mungu. Kuharibu, wanakufuru. Naam, katika nyumba yangu nimeuona uovu wao, asema Bwana Mungu. Hii tunaita nyumba ya Mungu, si ndio? Sababu tunakuja kukutana na yeye. Lakini kuna uwezekano nabii na kuhani kukufuru, kwa sababu wanaongea mambo ya Mungu lakini ya kuwanufaisha wenyewe, si ndio? Sikiliza wakati wanaongea. Wengine utasikia ukiuliza hapo Mungu yuko wapi? Na tunaongea mambo ya mahali pazuri tunaenda. Tujue kwa nyumba ya Mungu kuna watu wanaweza kuwa wakikufuru. Mathayo 23:3 inasema, basi yoyote watakaowaambia myashike na kuyatenda, lakini kwa mfano wa matendo yao msitende, maana wao hunena lakini hawatendi. Ni Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo akizungumzia mambo ya Mafarisayo, Masadukayo
wengine walikuwa wanaitwa waandishi, watu ambao walielewa hili neno, ndio walikuwa wanasomea watu na kuwaeleza mfanye, lakini wenyewe hawafanyi nini? Hawafanyi. Na siku ya leo wako, kwa sababu mbona wakaonywa? Yesu akaonya kwa sababu wako. Tusikilize na tujaribu sana. Unaona hiki kitabu changu kinaitwa Biblia. Utakuta watu wengine hata hawana Biblia. Na mtu hata kuvaa anavaa vizuri. Mchungaji mmoja rafiki yangu akihubiri lazima aonyeshe watu Biblia yake. Na anasema kama una Biblia, kabla ununue rinda lingine, fanye nini? Hakikisha una Biblia yako. Kwa sababu ukinitegemea mimi nitakuambia vile nataka usikie. Na nitaangalia maandiko, na wanafanya hivyo. Maandiko fulani nitakusomea, lakini nakusomea tu hapo mbele, sikusomea hapo pengine. Kweli? Wewe kama usomi Biblia utajua. Lakini mimi kama naelewa Biblia, na nasikiaga wahubiri wakihubiri, mara moja anasema waacha uongo. Sasa ile ni kwa TV. Sasa ingine hata yuko hapa anakuambia huko unasema uongo. Kwa sababu nilisikia tunaambiwa kufanya nini? Tutoe zaka na sadaka. Si tunaambiwa kwa Malaki. Tumeandikwa hivyo. Ili kuwe na nini? Na chakula katika nyumba yangu. Lakini hawa wanaambiwa, walikuwa wanasema nyumba ya Mungu, wanaitisha lakini hakuna chakula. Na nyumba ya Mungu inapaswa kuwa na chakula ya huo huduma, na pia ya yule mama mjane, yule maskini, yule mtu maisha yamemsonga, anaweza, kama ni wetu, unapaswa kuwa na chakula yake. Lakini hiyo utasikia ikihubiriwa. Mimi siku moja akanipigia simu, habari, nataka unitumie kitu nikuombee baraka. Sasa nikashindwa, kaambia kwa sasa sina, lakini si nimejua. Sasa nikikutumia nipate baraka, ina maana sijabarikiwa. Nani anabariki? Na huyo mchungaji lazima nimlipe ndio aniombee nibarikiwe? Yesu Bwana mkozi wetu Yesu Kristo anasema, mmepokea bure, mfanye nini? Mpeane bure. Basi nikimalizia, tunaambiwa uraia sasa. Maana ya uraia 20 na 21 tumalize. Kwa maana sisi enezi wetu huko mbinguni, kutoka huko tena tunamtazamia Mwokozi Bwana Yesu Kristo 21, atakaye ubadili mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu. Ndio kwa uweza ule ambao kwa huo uweza hata ukivitisha vitu vya vyote viwe chini yako. Kwa huo uweza, ati huo uweza ndio tunapaswa kufikiri ya kwamba uraia wetu hapo kwa Biblia imesema wenyeji wetu ya kwetu. Situimbaga vitu kwega. Vitu ni matwini hatuko niko kwetu. Hapa ni kupitia. Na tunaambia kwamba tunamngojea kwa shauku Mwokozi Bwana Yesu Kristo. Tunamngojea. Si unajua shauku unaita hii nini kwa Kikuyu Ajuma? Meto. Ndio hiyo. Yesu atakuja lini? Lakini utakuta watu wengi wataki akuje haraka kwa sababu sijafanya, si ndio? Jitoe kwa Mungu, tuone ya kwamba tunaongea mambo ya milele. Mahali tutaishi milele. Na ni mahali pazuri kwa sababu tutaishi vile Mungu alikusudia sisi alipoumba mwanadamu, ushirika wa milele. Hapo tunaambiwa kwamba tukiwa na hiyo shauku, Yesu ataugeuza mwili wetu wa unyonge ufanane na mwili wake wa utukufu. Na tutafanana na yeye. Huko
hakuna haya mambo yanakusumbua. Juzi tumeambiwa mambo ya kitu inaitwa nini, Ebola, na watu wakaogopa lakini sisi si watu wa kuogopa Ebola. Kwa nini? Kwa sababu tunajua hata Ebola ikija tukitoka hapa kuna mahali tunaenda. Ni kama uwe uko kwa nyumba yako na una nyumba ingine, ukiona moto hapo utaogopa sana, si utajua mahali unaenda. Lakini kama una mahali pa kwenda, ndio utashikilia hapa. Na ndio tunaambiwa basi kuna hiyo siku hii mwili itabadilishwa ifanane na mwili wake wa utukufu, yaani mwili wa Yesu Kristo, tufanane na yeye, tuwe tumetoka katika huu mwili. Na tunaambiwa na hii itatokana kwa uweza wake unaomwezesha hata kuvitiisha vitu vyote kwake mwenyewe, ya kwamba Yesu Kristo ana utukufu wake na ana uweza wote, ya kwamba vitu vyote anavitiisha, yuko juu ya kila kitu. Na tukijua hivyo, hatutasumbuka na hatutasumbuka kuwa raia wema. Mimi sikuulizwa kama wajuma, sikuulizwa kama wewe ni raia mzuri. Niliulizwa wewe ni Mkikuyu mzuri ama Mkikuyu mbaya. Lakini kama ningeulizwa wewe ni raia mzuri, nitasema naamini. Labda niambiwe, lakini ningemwambia labda mnajaribu, si ndio? Na hivyo ndivyo Mungu anataka tujaribu, tukushikilie huu uraia. Kwa sababu Zekaria 2:8 inasema, kwa maana Bwana Mungu wa majeshi asema hivi, ili nitafute utukufu amenituma kwa mataifa, wale wanaowateka ninyi. Nabii anaongea ati ili nitafute utukufu amenituma kwa mataifa, wale waliowateka ninyi. Maana yeye awagusaye ninyi aigusa mboni ya jicho lake. Ati yeyote akuguzaye wewe anaguza mboni ya jicho. Unajua ni nini? Wajumu niambie inaitwaje kwa nini? Kwa Kikuyu. Kiuma. Si kwa jicho, unaona hivi niliko hapa katikati ndio hiyo. Ati wakati mtu anakuguza wewe, anaguza mboni ya nani? Ati Mungu wewe fikiri hii mboni ambayo, na rafiki yangu alikuwa mekanika katika kufanya kazi, akapiga chuma fulani ikapasuka, moja ikakuja ikamdunga jicho. Sasa jicho haoni. Kuna mtu anaweza kufika jicho la Mungu afanye Mungu apofuke? Hakuna. Mbona basi sisi tunasumbuka na mambo na hivyo ndivyo analinda jicho lake, hivyo ndivyo anatulinda. Tukiwe tumelindwa na huyu ambaye ni Bwana Mungu, na mambo yetu yote yatakuwa nini? Yatakuwa sawa. Amen. Basi hebu tuwe raia wazuri. Kuna msemo tunasema najivunia kuwa Mkenya, si ndio? Silikuwa hivyo. Wengine nikaona mmoja ameandika navumilia kuwa na siku kujivunia navumilia. Tusiwe tukiwa katika kanisa tunavumilia kuwa hapa. Tufanye nini? Tujivunie, kwa sababu Mungu yuko pamoja nasi. Katika hiyo Zekaria tumeambiwa, na Yohana 14:30 inasema, mimi sitasema nanyi maneno mengi tena, kwa maana yuaja mkuu wa ulimwengu huu, wala hana kitu kwangu. Ati mimi sitazidi kuwapatia maneno mengi. Siku zangu zimefanya nini? Zimeisha. Na kwa sababu ati mfalme wa ulimwengu huu anafanya nini? Yuaja. Na kwangu anakuja kwake hatapata kitu. Basi shetani anapozunguka hebu asipate kitu kwetu. Sisi akute kweli huyo ni raia
kwa mbinguni sawasawa. Tukifanya hivyo, Mungu atakuwa pamoja nasi na atatuwezesha na kusimamia katika mambo yote. Amen. Amen. Yehova Bwana Mungu wetu amebariki.